chairperson yekiama kyomogusi yekorunga UPA ngamumaete boni Kenya ngima ogende gari buluya umuske mugavana Trans Nzoia matembea tebere ngori aro mugavana nere kwenda baikoyo unyo kwebanga bare kurwasa babo Ndindi Nyoro kurwase babo Rigathi Gachagua nabanta abao kwenda arikale njini kiro muntu Kenya kwebangare na into abagusi twe bange no muske korunga Dr. Fred Matiang'i isorekere ngaki na into twanto borichukura nge kama kiama kia UPA tuatware Kenya mwarane officials beto kwa Kwale Mombasa tuachire Kilifi tuachire Murang'a tuachire Nyeri Kirase abantu baisiko bonse pi igo batagete umuske Matiang'i abori obo president wa Kenya wiki yera iga twanyorana na abagusi bonse pi orwate byama bire byama 8 umuske Oyongo akabiro mugungo South Mugrango umuske Omingo Magara tati kengere na abande togene kunyo kokwana muske Misati na kituraje tu NSP ngaba gusi kinto itora kore getangani tonyora abagusi bonse baberi rubo erimo igona the leadership oba abagavana baito mugavana Nyamira mugavana Amos Nyaribo tuakwale mpaka no mugavana Okisi County mugavana Simbarati and all our leaders tutomo gusiara chamo na litore negotiator. It's very unfortunate that under this government Jomo William Ruto Nyamira County has no single cabinet secretary, has no single PS. Kisii region for the first time in history we have no single PS. And the way tora ridimwe genteke no go chamo. And then abasikaba baito bare serikali ya Kenya kwanza ya UDA. Abagusi wanaona mbele. Kama wewe ni mbunge ulichaliwa na hii chama ya UDA ama Kenya kwanza, umesahau kutetea haki za Mkisii. Na watu tubatenga haki want to come and want to come very strongly. Toske torana kutoka jamii ya Wajaluo, kutoka jamii ya Wakale, kutoka jamii ya Waswahili huko Pwani ambao mimi mmoja wao, kutoka kwa kila jamii. Nataka niwaambie kwamba msifikirie hii chama ya UPA ni chama ya Wakisii. Hasha. Hivi sasa chama kimeanza kunoga, kimeanza kuwaka moto. Kila mahali unapofika sasa ni UPA. UPA imechukua kabisa nafasi, inachukua kabisa nafasi ya UDA. Hakuna tena UDA kule Pwani. Nazungumza haya nikiwa mkaaji wa Kwale, nikiwa mkaaji wa Pwani. Nataka tu niwaambie sisi watu wa Kisii ama Abagusi the region, naomba muwe na bidii kabisa, kwa sababu chama kimezaliwa hapa. Kikizaliwa hapa, naomba hiki chama mkipiganie. Tutaanza kutoka, tumekubaliana na party leader wetu pamoja na SG wetu na chairman wetu, early next year tutaanza kutoka na kufanya mobilization kila sehemu. Tutaanza kuandikisha. Nyinyi ndugu zetu ambao mnapeperusha haya maneno, naomba mpeperushe maneno mazuri ya chama, ili chama hiki kiwe moja wapo ya vile vyama vikuu. Na imani hakuna chama kingine ambacho kitaweza kubiti. Hakuna, kufikia sasa hakuna. Kwa sababu kama ni UDA hiyo inaenda, kama ni ODM hiyo shazikwa kabisa katika kaburi la sahau. Yangu tu ni kuomba na tushikane kwa kumoja. Mungu atujalie. Na swali pengine. Kwa majina naitwa Hamisi Nzao Benzao. Mimi ni karani ama secretary wa Foreign Affairs and Diaspora katika NEC ya UPA. Pengine unahisi kwamba chama hiki cha UPA eneo la Kwale huenda kikapenyeza mizizi yake, kwa sababu tuelewa kwamba Kwale ina wabara wengi wale ambao wametoka nchi maeneo mengine ya bara. Je, unahisi kwamba chama hiki huenda kikapenyeza? Kufikia sasa ni kama kwamba vyama ambao vilikuwa vinachukua namba ya kwanza katika Kwale ilikuwa ni ODM. Lakini ODM, kusema ukweli ndugu zangu, wacheni niwaambie ule ukweli wa maneno. Juzi walikuwa wanafanya registration ama recruitment ya registration yao ama kwa nini? Hiyo kitu watu wengi wamekataa. Na kwa sababu watu wengi wamesikia kwamba Mheshimiwa Matiang'i atapeperusha bendera ya upresidency katika chama, tumuombe Matiang'i. Basa, jina langu ni William Serem kutoka Uasin Gishu. Mimi ni Deputy Organizing Secretary katika UDA
ni chama ambaye iko na maono, ni chama ambaye iko na national outlook, ni chama ambaye tuko na mipango, na tulikuwa tumekusanyika leo kwa ajili ya mipangilio ambayo tuko naye kuanzia Januari. Tutakuwa na mpango ambaye tumeweka ambayo mtajionea, na kati ya mipango hiyo ni ofisi hii ambayo tumekuja kuangalia saa hii, tutakuja kulaunch. So tunawasihi watu wa eneo hili ya kwamba tunawategemea na tumekuja kuona jinsi vile nyinyi muko kama nyinyi kweli mnashikilia chama vilivyo. Kule kwetu tuko na candidates ambao mtajionea, na tutaenda mpaka huko kufungua maofisi na kufanya recruitment na kufanya kazi yote ambayo ni ya chama next year. So tunawaomba ya kwamba nyinyi muuse sera ya chama hii. Hapa ni kama headquarters, lakini huko kwetu vile vile chama hii inawiga. Tuko na candidates na ni kwa sababu tuko na sera mzuri sana. Tuko na sera, tunataka tu opportunity, na opportunity ya kutekeleza inatoka kwenu mkitupatia support. Kwa haya machache, Mungu awabariki. Na pengine unaweza zungumzia nini kuhusu jaribio ama Matiang'i akiingia katika kuwania urais? Matiang'i kila mahali, hata huko kwetu wamekuja kwa sababu ya Matiang'i. Matiang'i ni mtu ambaye alionekana ni mtu ambaye anafanya kazi, ni mtu kazi, na hakuna mtu ajui yeye, na ni msema kweli, hataki ujinga. Kwa hivyo watu wanategemea kwamba yeye atangaze msimamo yake katika chama hii, na hiyo tu ndio watu wanangoja. Otherwise watu wako set, wako ready kusimama na yeye. By June, by the end of this financial year, kwa sababu kama chama hapa Kenya kumekuwa na matatizo mingi, especially mambo ya ushuru. Taxes currently have gone so high and Kenyans are not able to make a living. And as a party, we want to offer an alternative voice. And the nation is crying for an alternative voice, and UPA is going to be the party that can be able to carry the aspirations of Kenyans na kuleta Wakenya wote pamoja. Hata hapa Kisii mmeona watu wakiongea juu ya Obomo Gusii. Na sisi kama chama tumeita wale vyama vingine vyote, KNC, PDP na wenzetu wote, ili tuje pamoja tutafute njia mwafaka ya kwenda pamoja kama Wakisii na pia as a nation. Our party has the philosophy that can be able to liberate people from these high taxes, and we have always asked the government which is in place, how comes you want to bombard Kenyans with all the taxes at once? Even if you wanted to make changes, you can't bring SHA, you bring Taifa Care, everyone is confused in Kenya. And we are saying we want to provide the alternative voice for Kenyans so they can be able to air their issues. There's something in the constitution called public participation. Lazima tuelewe ya kwamba as leaders, even if we are given an opportunity to lead, we are not the end to ourselves. We must ask Kenyans what they need, and we must listen to them. The Gen Zs who did the demand that Kenyan must change through their revolt helped us to change the finance bill. But again, right now we are speaking. I saw the President of Kenya addressing governors yesterday and speaking about transfer functions. I want to ask that whatever he said should be able to happen. But again, I want to ask on behalf of county assemblies across Kenya that we have had a review of ceilings of county assemblies. How possible is it that you want to develop counties and support counties and develop units if you cannot be able to sustain the ceilings of a particular current year? Saa hii tunaambiwa ya kwamba all the assemblies in Kenya have been cut their ceilings by up to 20-25%. How do you want to review the salary of a person katikati ya mwaka? How can you want to review MCA sasa hata kuwa na allowance kwa miezi 6 ambayo ijayo? How do you want us to do the procurement plans for these particular assemblies? I want to request on behalf of this party and the members of county assembly across Kenya that